Kuelekea kumbukizi ya kuzaliwa kwa chama chetu tarehe 21 ambayo ni kesho. Leo hii tumewaalika viongozi wetu waanzilishi wakongwe ambao wanakijua sana chama chetu. Tumefikiri tukae nao, tuongee nao, watupe ujuzi wao walikotoka, wamepambana na kitu gani wakati huo, na mpaka leo hii wanakiona chama chao au chama chetu kina mwelekeo wa aina gani. Licha ya mateso, vurugu ambayo chama tawala wanatutendea, lakini tumekutana hapa ili wazee hawa waone, je, mwanzo huko hali hii ilikuwepo na kwa sasa inajitokeza, ufumbuzi wake ni nini? Mwenyekiti, nimepata bahati ya kupata kiongozi wa kiume ambaye ni mkongwe sana, Mr. Ruta, na imani atatupa mambo mazito sana. Lakini pia pembeni na mama yetu ambaye yuko ndani ya chama hiki kwa muda mrefu sana. Ni wakati nakuja kwenye chama hiki nimemkuta yule mama akipambana. Kwa hiyo na imani naye atazungumza vitu vizito sana juu ya maslahi ya chama chetu. Lakini kwa haya yote tunayoongea, tukumbuke kwamba jana pia tumepatwa na msiba wa muasisi wetu Mtei. Kwa heshima na taadhima, kwa dakika moja ikiwezekana, basi tusimame tumuombe moyo muasisi wetu. Tukae. Lakini pia niwashukuru viongozi wa taifa kwa kutoa maamuzi ya kwamba bendera zetu zitakuwa nusu mlingoti kwa siku 7 kwa heshima ya muasisi wetu. Heshima ni kubwa, amefanya kazi nzito sana na wote kwa jumla wetu tunatakiwa kumwenzi. Na kwa sasa kuelekea kumbukizi ya hiyo kesho, basi tupate fursa sasa ya kuwasikiliza hao viongozi wetu wakuu ambao walitukabidhi mamlaka, nini kilitokea na nini kinaendelea. Mzee wangu Mzee Ruta, kama upo tayari basi vyema ungeanza wewe Mzee Ruta, uanze wewe afu mama atamalizia. Utupe taarifa huko nyuma hali ilikuwa kuwaje na mapambano na wakati ule yalikuwa kuwaje na chama tawala, na sasa mapambano yakoje kwenye chama tawala ambacho tunyanyasa, inatutesa, demokrasia hakuna, tuna maumivu, kiongozi wetu mkuu yuko jela na hakuna chochote kinachoendelea zaidi ya kuzidi kumsingizia na kuzidi kumuumiza. Mr. Ruta, karibu utuambie na watu wa Ruvuma wakusikie ni hatima ya nchi yetu na hatima ya chama chetu ni nini. Kabisa Mr. Ruta. Asante sana mwenyekiti wa BAZECHA mkoa. Ni kweli mimi ni miongoni mwa anzilishi wa chama hiki ambako nilijiunga na chama hiki mwaka 1992 mpaka kwenye usajili ulipofanyika mwaka 1993. Kwa hiyo ninakifahamu vizuri sana. Labda nikupeni historia fupi ya kwamba chama kilianzishwa na wasisi ambao ni kama walivyotangulia mwenyekiti wangu kwamba ni marehemu Edwin Mtei ambaye alikuwa na wenzake akina Bobu Makani Nyange na wengine akina Ngurupi Brown ambao na wasisi wengine baadhi ambao walikaa wakatafakari kwamba kuonekana kwamba ni nchi inabidi iendeshweje katika mfumo wa vyama vingi, kwa sababu chama kimoja kilikuwa kionekana kimeshika hatamu, na hatamu ni kudrive, ni kutaka kufanya wanavyotaka wao badala ya kusikiliza umma. Kwa hiyo wasisi hao waliona kwamba tuanze vyama kama miongoni ambao vyama vya siasa vilivyoanzishwa na wenyewe wakawemo na wenyewe wakaanzisha Chadema. Chadema ikaanzishwa mwaka 1993 na tulianza na viongozi ambao walikuwa wanaonekana wana uwezo wa kuweza kuongoza kwa kila maeneo. Basi walianza kwa kwenda chini.
chini kwenda kutengeneza misingi ya chama. Kwa hiyo walishusha, na miongoni mwao hata mimi nilikuwa kudumu pale makao makuu kama nikisaidia katika nafasi za uenezi, na mimi nilishuka chini nikaenda mpaka kwenye kata kwa kipindi fulani, basi nikaenda kwenye wilaya ya Kinondoni. Tukaanza kuanzisha matawi mbalimbali. Tunasema matawi mbalimbali, na nikawa kama katibu mwenezi. Baadaye nikawa nashika nafasi mbili na katibu mwenyekiti wa wakati huo tulikuwa tuna uratibu wa chama. Mimi nilikuwa ni mratibu, sababu sio kama sasa hivi tuna matawi ya matawi ya chama ambayo ni nasema kuna bazecha, bavicha, na zamani tulikuwa tuna uratibu. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mratibu wa vijana. Nikidumu pale Kinondoni nikiwa nina majimbo ya Kinondoni, Kawe na Ubungo. Kwa hiyo mimi kaanza sasa kuanza kutafuta wanachama. Wanachama tumefanya kazi ya siasa sana pale. Nikiwa nashikia nafasi mbili, lakini baadaye nikapata msaidizi. Mimi nikawa mwenezi, yeye akachukua vijana. Tukafanya kazi pale. Kwa hiyo tukaanza kufanya uchaguzi kutoka chini kwenda juu. Hali hii ilipelekea nchi nzima, ilikuwa ni program maalum. Kwa hiyo sasa tukaanza kutengeneza chama za kutoka chini kwenda juu, na uchaguzi ukafanyika. Basi ndio tukapata sasa viongozi ambao walienda sasa kudumu. Mtei ambaye alikuwa wakati ule lakini akaendelea. Akaja Mheshimiwa Bomakani, akaja akapokelewa na Haikaili Mboye, Freeman Mboye. Kwa hiyo ni misukosuko haikuwepo mikubwa sana na watawala waliokuwepo kipindi kile. Kama tunaiona sasa hivi ya kutekana, kuumizana kisiasa, kuzuiliwa kwa maoni ya watu au mawazo ambayo sasa mtu akiwa na mawazo tofauti ukikosoa kidogo inaonekana kwamba wewe ni mwaini gaidi, ambayo imepelekea hata mwenyekiti wetu wa kitaifa sasa yuko ndani kwa kesi za mchongo za kuitwa mwaini, yani anyongo hadi afe, lakini kwa matamshi ambayo hakuna matamshi wala hana jeshi wala nini, lakini hakuna jambo la namna hiyo ambalo alilofanya baya wakati akitoa maoni yake ya kujenga chama hasa na kuibua maoni ambayo inatakiwa yachukuliwe yafanywe kazi ili nchi hii isionekane kwamba ni ya mtu mmoja. Hii nchi ni ya watu wote na sisi ndio wenye nchi. Kwa hiyo mimi ni historia tuliyokuwa nayo, tumetoka nyuma na lengo letu kuu na kuonesha labda tuna katiba, sio katiba, tuna hii waheshimiwa, hii ndio sera yetu ya mwaka 93 ambayo ilipelekea mwasisi wa nchi Julius Kambarage Nyerere aliyewaambia hata CCM, leteni na nyinyi CCM, mlete na nyinyi ilani yenu, sera yenu na nyinyi nizione. Wenyewe nakumbuka alijichimbia pale walijichimbia wakaja na sera yao, wasema kwamba wao ni amani na utulivu. Sasa dunia ikashangaa, utulivu hiyo sio sera, hii ni utulivu na amani ni vitu ambavyo vinatakiwa viwepo muda wote. Kwa hiyo ni sisi katika sera hizi za chama wakati ule, labda kwa sababu ni kumbukizi muweze kufahamu tulikuwa tuna nini na nini. Kuonekana kwamba hiki chama kilidhamiria kutengeneza vitu ambavyo vya kimsingi ambavyo mpaka sasa hivi hata CCM wanavikopi. Kwa mfano kama kusomeeni sera hizi zilitangazwa katika magazeti hasa baada ya kamati ya waasisi kuzipitia, na zilikuwa ndio hasa kivutio cha wanachama kujiunga na Chadema kwa wingi. Karibu. Na kuidhinisha kamati ya waasisi kuita mkutano mkuu maalum wa kitaifa tarehe 15 hadi tarehe 17 Desemba mwaka 92. Karibu. Endelea tu mzee. Mkutano huo maalum wa kitaifa ulichambua tena hizi sera na kudhibitisha baada ya mabadiliko kadhaa, pamoja na kuchagua viongozi kikatiba wa kitaifa kuchukua nafasi za kamati za waasisi. Mkutano huo pia ulifanya mabadiliko katika katiba. Baada ya hapo chama kiliomba usajili wa kudumu ambapo kilisajiliwa mwaka 1993 Januari tarehe 21. Madhumuni ya chama hiki
ni kuwa madhumuni ya Chadema ni kuwa taifa lenye raia uhuru na lilo na mazingira yanayowezesha kila raia kujituma, kutumia uwezo wake wote kupata riziki yake na njia halali. Aidha, raia wote ni sawa mbele ya sheria na ni lazima kila Mtanzania awe huru kushiriki katika serikali yake, ama yeye mwenyewe kama akichaguliwa na wenzake au kwa kupitia mwakilishi aliyemchagua kwa hiari yake bila kikwazo au kipingamizi visivyo na vya lazima. Ingawa Chadema kinaamini ni lazima serikali na utawala nchini uongozwe na wawakilishi wa wengi, serikali na utawala havina budi kuzingatia maslahi ya wananchi wote bila ubaguzi. Aidha, maoni, msimamo na haki za wanachama minority ni lazima ziheshimiwe na kutiwa maanani. Lakini kusomeni moja 5 ambayo aidha uzoefu wa wanachadema umeainisha kwamba serikali na vyombo vyake haviwezi kuendesha mashughuli ya kibiashara kwa ufanisi, na sera Chadema zinalenga kujiondoa kwa serikali katika sekta hizo na kuziachia watu binafsi na makampuni yao. Ikieleweka kwamba serikali ina jukumu la kuhakikisha mazingira bora ya kijamii, kiuchumi ili kuwezesha maendeleo thabiti ya wananchi. Sera hizi pia zinalenga kuhakikisha matumizi ya rasilimali za nchi yetu na rasilimali yake yote, ikiwa ni pamoja na watu, kwa njia zenye kuonyesha busara, utaalamu, bila mipango au miradi ya pupa, ili kuhakikisha ufanisi na manufaa ya kwa wote bila kuathiri uhuru wa taifa letu. Hii inaashiria nini? Hii kuja kuangalia ni kwamba sasa hivi, ndugu waheshimiwa, kwamba uchumi ili uwe imara na uwe mzuri, inabidi uachie watu wengine sekta mbalimbali, ili serikali iwe na nafasi ya kukusanya kodi bila upendeleo. Na serikali ikijiingiza kwenye biashara, na yenyewe haiwezi kukusanya kodi. Kwa hiyo ndio lazima uwepo. Unalishauri nini taifa au chama unakishauri kitu gani? Kifanye kitu gani? Kwa hiyo hii inaonyesha dhahiri kwamba sisi kama Chadema tulichaliona tangu siku nyingi, na sera hii nafikiri wameikopi, lakini pamoja kwa wameikopi, lakini kuna bado mashirika mengine yanayotokana na serikali ambayo yatakiwa wajitoe, yasimamiwe, yani wajitegemee. Alafu serikali sasa tengeneze mikakati ya kuweza kuyasaidia, kama ni mikopo, kutoa mikopo na kuhakikisha kwamba wanalipa kodi inayotakika. Hiyo kodi zirudi kwa wananchi na wananchi waweze kuona kwamba ni matunda ya kodi zao inayolipwa kila siku kama inaleta matunda gani. Asante. Nikuuliza swali lingine. Unaionaje demokrasia ya wakati huo ukiwa kijana na chama chako cha Demokrasia Maendeleo, na demokrasia unayoiona sasa ukiwa mzee inayoendelea katika nchi yetu? Demokrasia kwanza inaanzia ndani ya chama. Chama kama si chama chetu sisi wenyewe. Sisi ndani ya chama chetu demokrasia ni pana. Na sisi tuna fursa mbalimbali, kama mtu amefanya ndivyo sivyo, basi kuna wazee. Ndio maana sisi wazee tunasema ni hazina ya hekima na busara. Kwa hiyo sisi wazee ndani ya chama huwa tuna wazee wanaweka mtu aliyekuwa na kinyume, basi anawekwa sawa, na ikishindikana basi anapelekwa kwenye vyombo vya ngazi inayohusika aweze kupata haki yake ya kikatiba. Lakini ukiangalia hiyo jambo la kwanza, kwa sababu demokrasia lazima ianzie ndani ya chama. Sasa hiyo lazima tuangalie katika upande wa watawala wetu. Demokrasia imeminywa. Tanzania hatuna sauti tena. Na ukiangalia ibara ya 8 inasema sasa sisi ndio wenye mamlaka dhidi ya serikali. Serikali tunapa mamlaka, sisi ndio wenye uwezo na mamlaka ya kila kitu. Lakini sasa tumebadilishwa sasa kuonekana sasa ni watu ndani ya nchi. Ukitoa maoni yako ambayo ni haki yako, basi taonekana wewe ndani ya nchi hii wewe ni msaliti, au utaitwa majina mengine, unaitwa gaidi, watakamatwa, watawekwa ndani, wengine watekwa na potezwa. Sasa demokrasia ndani ya nchi sasa imeshapotea. Na ili tufikie pazuri zaidi, tunahitaji tupate katiba bora. Tunahitaji tupate katiba bora ambayo ina watawala lazima wajibike kwa wananchi. Utawala bora uwepo, chaguzi ziwe huru, ili anayeshinda tangazo aonekane kwamba ndiye alishinda, na anayeshindwa aonekane ndiye ameshinda. Asante. Chadema mkoa inakuamini sana, ulikuwa kiongozi wa baraza la wazee, ukafanya kazi yako vizuri sana. Wanimalizia.
ukafanya kazi vizuri sana. Je, unawashauri vipi viongozi wako ambao wapo sasa, wafanye kitu gani ili chama kiwe endelevu? Mimi nawashauri viongozi waliokuwepo madarakani ili kuondoa mitafaruku hii, kuondoa ugomvi usiokuwa na lazima. Nawashauri tufuate misingi ya chama iliyowekwa na wasisi. Unaposema kwamba ni wazee ni hekima na busara, basi kila ngazi wazee wachukue nafasi yao, waweze kuwakalisha wale ambao wanaenda kinyume na taratibu za chama. Kuna katiba, kuna miongozo mbalimbali, basi waweke sawa sawa kabla hajaenda kwenda kwenye ngazi nyingine za juu. Akiwa kishindikana pale, basi waende kwenye ngazi inayofuata ambayo ni ya mamlaka dhidi ya mtu huyo, aweze kuchukua hatua. Na jambo la kufukuzana au kutosikilizana, hilo lisiruhusiwe ndani ya chama. Vikao halali vifanyike, na jambo lingine watu wasende kwenye media kwenda kutoa mawazo au jambo lote lile ambalo la kikatiba kulipeka kwenye media baada ya kumaliza kwenye vikao vya chama ambavyo ni halali. Unalo kuongea mwenyekiti wa mkoa? Bahati hii ambayo tumeipata leo ya kuongea na wazee wa asisi ni vyema tuitumie. Mr. Ruta, kwanza tukupongeze, ni mzee ambaye una hasira, mzee mwenye uelewa. Mkoa wetu kuelekea uchaguzi wa 29 tumeshuhudia polisi wakifanya vitu ambavyo havifanani na idara yao. Hali hii nafikiri uliiona live. Mwelekeo wa mkoa wetu ukoje sasa kwa katika mazingira? Tufanye kitu gani ili haki tendeke? Kwa kuwa hili jambo labda samani kidogo, hili jambo si la kimkoa zaidi. Hili liko very wide kwa sababu lilikuwa ni la kitaifa. Hata kama huku liliendezwa mpaka huku, mimi ninachokiona ni kwamba ni polisi watumie weledi. Watumie weledi, wasipate ile nisemeje oda kwamba piga watu wapige watu. Huwa mtu na huwa mtu. Na wenyewe ndio maana katika Chadema, kwa sababu muda ni mfupi, ndani ya katiba yetu, tena acha hii ya mwaka 93 tushaliona hiyo. Lazima tuwe na polisi wenye weledi. Polisi wenye elimu ya kutosha na ya utambuzi. Kwetu sio na polisi mradi kupeleka polisi ambao wengine hata kabla hajawa polisi anawazia kuwa na silaha. Anapata silaha anaitumia kwenye kupora, kuua watu namna hili. Sasa hii jambo ambalo mimi naoliona kwamba ni ili oda iliyotolewa. Kama ni oda miliona labda nizungumze waidili. Hii oda kama ilitoka juu, mimi nazungumza kama ni mzee, wachukulio hatua waliosababishia vifo vilivyotokea mwaka 29 na 31. Hao watu waliouawa wameuawa kinyama. Na niungane na mzee Warioba ambaye ni mwasisi na vile vile ndani ya nchi, ambaye ameshakuwa na vyeo vingi, ni senior katika nchi. Alionya matumizi yaliyotumika si sahihi kwa watu ambao hawakuwa na hatia. Hata kama wangelikuwa na hatia ndani ya nchi yetu, sheria zetu za Tanzania zinasema mtu yote akifanya amefanya uovu au hatia hawezi kuwa amepata hatia kama hajapelekwa mahakamani. Kwa hiyo walipaswa kukamatwa wale ambao walikuwa wanasema kwamba waliandamana kinyume na sheria, hata kama sheria walikiuka, hata kama walichoma mali ya mtu, hata kama waliua mtu. Kazi ya serikali kutumia polisi ambaye ni chombo cha dola ni kuwakamata, kuwapeleka mahakamani. Mahakamani ndio wachambue kama walifanya kosa, kufanya kosa, waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Lakini kwa watu kama hata mbuzi wao namna hii. Waislamu ambao wana idhini ya kuweza kuchinja, wanachinja hata kwa heshima ya dua. Lakini watu wamepigwa risasi, tumeona kwenye mitandao watu wameuawa ovyo ovyo. Kana kwamba nchi haina watu hawana haki ndani ya nchi. Kwa hiyo hii jambo ninaomba sana Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni rais. Namuomba sana kama ni mzee mwenzetu. Kwa sababu ni mzee tunakwenda kwenye age hiyo. Mimi sasa hivi naingia kwenye 67. Kwa hiyo niseme kwazi kabisa, rais nilimuona juzi ametoa kwenye media anazungumza na mabalozi wa nchi za nje. Aliomba radhi kwa internet hizo kazi zimekatwa. Yaani ilionekana kama ni udhi iliyopata hao wenzetu ambao ni mabalozi. Mimi nichukue nafasi hii na hajachelewa. Aombe radhi kwa Tanzania. Kwa unyenyekevu kabisa.
aombe radhi kwamba iliyofanyika alikuwa sahihi na wajibishe wale ambao walifanya vitendo vya namna hii, kwa sababu wanasema kuchutama. Mtu kuchutama unapata heshima. Nimalizie bado niendelee. Arudi kwenye vyombo vyake vya ulinzi na usalama, aviangalie kama alitenda haki. Mimi naona kama tunasema kama alikutenda haki, basi avichukulie hatua. Na jambo lingine, hatua ambaye hata Warioba alizungumzia, hata mimi namuunga mkono kabisa, kwamba ni wale waliopotelewa na ndugu zao, waliokufa, basi ni busara sana miili yao irejeshwe. Washikwe mikono waliofariki. Taifa linalia machozi makali sana. Kuna masikitiko na simanzi kubwa. Nchi sasa hivi hatuko pamoja. Watu wanalia. Watu ukienda popote pale usione watu wana raha ndani ya nchi. Hapana. Watu hawana raha. Watu wamepoteza wapenzi wao, hawajawaona mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni shauri, nimalizie kwa kusema, baba wa taifa alisema, na mnukuru, yeye alipokuwa anataka kungatuka, walikuwa ambao ni wapambe wake, ambao ni wateuzi, walikuwa akisema, baba usiondoke kwa sababu nchi itaharibika. Lakini baadaye alikuja kungatuka baada ya kuona kwamba wale ambao walikuwa kimshauri walikuwa na shauri kwa sababu ya matumbo yao, kwamba wao wasingekuwepo, na matumbo yao yangekuwa ndivyo sivyo, wasingekula vizuri. Kwa hiyo ni kwa maana hiyo na kushauri mimi kama mzee, hao wanaokuzunguka hawa, mimi na imani na wewe kabisa, ulianza na fuarani. Na imani kabisa kuna watu ambao wanakuletea wrong information. Kwa watu waliokuzunguka wanaharibu taswira ya nchi. Na wanaangaliwa ni wewe, sio hao walioteua. Kwa hiyo hao watu wasikupoteze. Chukua hatua mara moja. Hii nchi iwe ndiye kuna mshikamano na amani ambayo tulioizoea. Na bila haki hamna amani. Mzee Ruta, kwa uzoefu wako, unakumbuka Chadema ilikataa kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu kubwa kama mbili. Chadema ilitaka tume huru na katiba mpya. Lakini kuna vyama vingine vichache ambavyo tunasema, kwa muono wangu mimi, ya kwamba ni watoto wa Chama cha Mapinduzi, wao waliingia. Hii hali unaionaje, Mzee Ruta, kwa uzoefu wako na uzee wako? Chadema tulikataa na matokeo yake tumeona hayo. Unajua kwenye wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge wapo hata mijusi alikawemo. Kwa hiyo ni hao walioshiriki, siwezi nikawasemea sana, lakini umma unafahamu kilichojiri. Umma wa Tanzania wana akili, wa Tanzania wa zamani sio leo. Wanafahamu kama hawa ni halisia kabisa, ni vyama ambavyo viko makini, au unajua kwamba hivi vyama vilikuwa vinasinikiza ili labda vipate chochote kitu. Lakini kama mimi sisemi sana kwamba vyama vyote au namna gani, lakini Watanzania wanafahamu kama vyama hivi kweli vilikuwa vinaingia kwenye uchaguzi vikijua kama itakwenda kushinda au kupata hata uwakilishi. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba katiba ni jambo la msingi sana. Sisi tushindwe kuingia kwenye uchaguzi, chama kishatoa maagizo na katekelezwa, na nichukue nafasi hii kuwapongeza wote walitii amri hiyo ya kikatiba. Ni kwamba hatukuingiza timu hii ya Chadema kwa sababu kifahamu kwamba aliyeshinda hata tangazo. Aliyetangazwa hata atakuwa mshindi kwa sababu hakupigwa kura. Kwa hiyo niseme kwamba ni tuendelee kupigania chama chetu. Nina imani iko siku na si mbali ukombozi utapatikana. Asante. Kwa kauli yako ya mwisho sasa, unawaambia nini wanachama wa mkoa wa Ruvuma na wazee wenzio? Wazee wenzangu na wanachama kwa ujumla, kwa sababu sisi wazee tumetokana kwenye ujana, sasa tumeingia kwenye uzee. Niwaambie kabisa, niwahakikishie kwamba chama kiko salama. Chama kiko salama kwa sababu kama ni mzee na mimi nimekuwa kwenye chama hiki tangia mwaka hiyo niwesema mwaka 93 hadi leo, ni kama kustaafu, nimestaafu mwaka 2025. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba chama kiko salama. Chama kiko salama, tuendelee kukiunga mkono na tuendelee kuwaunga mkono viongozi wetu. Tuwe wasikivu, tusikilizane, tuheshimiane na upendo utawale, kama tulivyozoea chama chetu kiweze kushinda. Asante sana. Asante sana. Hayo ndo maelezo ya mwenyekiti
mstaafu wa Baraza la Wazee Mkoa, ameeleza kwa kina, ameongea kwa muda mrefu sana. Tukushukuru sana. Umetufanya tupate moyo viongozi tuko madarakani sasa, na tutakuunga mkono, tutakufuata, tutaomba ushauri wako, usituache. Ni mwenyekiti wako wa Baraza la Wazee Mkoa, sitakuacha. Na kama unakumbuka, nilisema nitaomba sana ushauri wako ili niende sawa sawa na mkoa wa Ruvuma. Ni labda niseme asante sana. Muendelee kuchapa kazi, na sisi kama wazee tutaendelea kuwasapoti, tutaendelea kuwapa hekima na busara. Hiki chama si chama cha ugomvi, hiki chama cha watu wenye busara na hekima zao. Tutatoa ushauri pale ambapo mtapohitaji tutoe ushauri. Na sisi chama hataki kiongozi kwa miemko. Kiende na ustaarabu, tupinge kwa ustaarabu na tuoji kwa ustaarabu, na ili wananchi waendelee kutuelewa na waendelee kutunga mkono. Basi niwatakie kila heri peoples. Asante sana. Tupinge kiustaarabu, tufanye mambo kiustaarabu. Asante Mzee Ruta. Lakini pia hapa mbele yetu tuna muasisi wa chama chetu, lakini bado ni kiongozi wa Baraza la Wazee Mkoa, ni mwakilishi wa kila ni mjumbe wa Baraza la Wazee Mkoa, naye pia atakuwa na maneno ya kuongea tokea wakati ule yupo akiwa binti mpaka sasa ana wajukuu, bado yuko kwenye chama chetu. Mama, hebu tuambie, unakionaje chama huko ulikotoka ukiwa binti mdogo na mpaka sasa una vijukuu na vitukuu, bado upo Chadema? Hebu tuambie na utupe moyo, sisi tuko madarakani, tufanye kitu gani ili tufanane na kazi mlizofanya nyinyi zile ngumu kabisa za kujenga chama. Karibu sana mama. Asante sana, asante. Mimi niko kwenye chama toka mwaka 98 nikiwa mwenyekiti wa kata ya Majengo, lakini huko nyuma nilishawahi kuwa kama mjumbe wa serikali za mitaa, matawi ya chama kwenye kata ya Majengo, na nimeendelea kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu, tukienda kujenga chama na vijijini, mijini. Tulikuwa na ziara nyingi tu, program nyingi tu, tukiwa na Mzee Ruta. Kwa kweli nilijifunza mengi kwa wakati ule ambayo nayaona yako si sawa na ya sasa. Chama kilikotoka kilikuwa chama kizuri sana. Tulikuwa tunaheshimiana wanachama wote na viongozi wote. Tulikuwa tunaheshimiana na kushirikiana. Pale mnapoenda kwenye program fulani, tulikuwa tuangalie tu viongozi. Kunaweza kukawa na viongozi wawili lakini wanachama ni wengi. Kwa hiyo tulikuwa tunashirikiana, tunaenda kufanya kazi pamoja. Lakini pia kwa wakati ule tulikuwa tunafanya kazi vizuri na kwa uhuru, sio kama wa sasa. Japo haukuwa uhuru sana, lakini sasa yamezidi, tunaminywa sana. Serikali saa hizi inaminya demokrasia mno. Kwamba nafikiri ni nukuu niliongea kwenye ITV safari moja, wanashikwa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, niliongea kwamba serikali ya sasa inapasa itangaze kwamba hii nchi ni ya chama kimoja, sio vyama vingi, kwa sababu hatuna uhuru kabisa wa kujieleza, labda kufanya vikao viongozi na wanachama wao, labda yani kwa namna yoyote tu ya uhuru wa kichama au kuendesha chama. Tumeminywa, hatutakiwi kusema chochote. Utakapoonekana unafanya kazi za chama, basi wewe ndio unaonekana ni mbaya kwa serikali hii, unaonekana wewe gaidi, unaonekana wewe mhaini, kama ambavyo mwenyekiti wetu yuko ndani mpaka leo, na tuna masikitiko makubwa. Watanzania wana machozi kwa kweli, na niseme labda ni machozi ya damu kwa jinsi tunavyofanyiwa na serikali ya nchi hii. Nilimuomba Mheshimiwa Rais Samia kwamba aweze kumwachia Antipas Lissu aendelee na ziara ile, maana katika ziara ndiko watu wanapata elimu. Watu hawataki watu waelimike, hawataki watu waishi wakajitambua. Kwa hiyo sasa hivi tunatengenezewa ujinga, tusijitambue. Hicho kitu si sahihi.
si sahihi kabisa kwa nchi inayojitangaza kwamba ni nchi ya demokrasia. Demokrasia ya wakati ule ilikuwa na mapana, lakini sio sasa. Tulikuwa tunaweza kutembea popote, ukajieleza vyovyote, lakini sio sasa. Ukieleza unaminywa, ukieleza unawekwa ndani, ukielezwa umetekwa. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli hii nchi haijawa sawa kabisa. Haijawa sawa kabisa. Ninarudia kwamba ninaiomba serikali na Mheshimiwa Rais Samia atangaze moja kwa moja kwamba vyama vya upinzani havipo, wamefuta, kuna mfumo wa chama kimoja. Lakini Mwalimu Nyerere aliona kuna umuhimu wa kuwa na vyama vingi, na ndio maana alisema Watanzania wana akili, hawa Watanzania wa sasa wana akili. Yale ambayo watayakosa ndani ya CCM watayafuata nje ya CCM. Sasa kule nje ya CCM sio nje ukifungua milango. Nje ya CCM ni nje kule kwenye vyama vingine vya upinzani ambako haki inapatikana na haki inapiganiwa. Na mimi nasema Chadema imekaa imesimama imara. Hata sasa wanavyoona labda watu wamekaa kimya, viongozi wao wamewekwa ndani, wanatekwa kila siku, tunasema sasa hivi Chadema ndo iko imara zaidi kuliko wakati ule wa nyuma. Asante mama, Chadema iko imara zaidi kuliko wakati ule wa nyuma. Ndiyo. Mama, umewezaje kuhimili kama mwanamke kwa vituko, vitimbwi kuanzia wakati huo mpaka sasa? Umewezaje kuhimili? Na kina mama inaonekana ni watu ambao wanakata tamaa mapema kabisa. Wewe imekufanya kitu gani uhimili mpaka leo? Mimi kilichonifanya kwanza nihimili kwa muda wote huu niko ndani ya Chadema, kwanza kujiamini. Ujasiri ndio unao nisaidia zaidi. Halafu najitambua. Wanawake wengine hawajitambui, na wengine tunaenda kwenye siasa si kama unakuwa mwana mageuzi kabisa. Hapana, tunaenda kwa kufuata maslahi. Labda kuna udiwani, mtu atataka awe diwani wa viti maalum, atataka awe diwani wa kuchaguliwa, lakini si ameenda pale kwa ajili ya maslahi ya chama na Watanzania. Maana hii hapa ni utume. Kuwa mpinzani si dhambi, ila ni utume. Tunachoachana na mapadre wachungaji ni kule wenzetu wanaongea, wanafanya kazi, wanachunga kiroho, lakini sisi tunachunga kijamii, kisiasa. Kwa sababu sisi pia tunaleta mabadiliko, lakini pia tunaleta amani. Tunaomba kwa Mungu kila siku, tunaombea nchi yetu amani, tunaomba iwe na mabadiliko. Tunataka tufike pale ambapo wenzetu wanafika, na hasa matarajio yetu yanategemea tufike wapi. Asante mama. Tumeshuhudia uchaguzi uliopita, na tunasema sio uchaguzi, ni uchafuzi. Ndio. Lakini mama wengi hawakwenda kupiga kura. Hii inaonyesha akina mama hawa wamekubali Chadema au hawataki kitu gani? Kwa muono wako wewe? Kwa muono wangu naona ya kwamba wanawake hawakwenda kupiga kura ni kwa sababu zifuatazo. Kwanza ni uoga, kwamba nikionekana kule naenda kupiga kura watanifikiriaje au watanionaje, hasa mimi ninapoonekana mimi ni wa Chadema halafu niende kwenye foleni ya upigaji kura, kwamba watanichukuliaje, jamii itanichukuliaje. Lakini lingine niseme tu kutojitambua. Kutojitambua kwamba uko wapi na unahitaji ufanye nini na ufike wapi. Nchi yetu sasa hivi inapiga hatua. Yaani kidemokrasia tumepiga hatua kubwa, ila watu hawajashuhudia kwa sababu wanataka waone kwa macho, na si muda mrefu watayaona kwa macho kwamba demokrasia sasa ni pana mno. Sasa hivi watu kwenye mioyo yao mmejaa demokrasia. Hawana imani kabisa na chama kilichopo, kwa sababu narudia tena, usipopata maendeleo ndani ya CCM utayapata nje ya CCM. Nje ya CCM ndo huku kwenye vyama vya upinzani ambao tuna hudumu kwenye demokrasia ya kweli na haki. Sio ya usaliti. Asante mama. Unawaambiaje akina mama ambao hawajajiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Wewe unafahamu ubora wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, unafahamu
uwezo wa chama hicho. Akina mama ambao wako nje, unawaambia kitu gani na wafanye kitu gani juu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Asante mwenyekiti. Nawaelekeza au nawaambia au nawaomba akina mama wote, kwanza hata wale ambao wako nje ya Chadema wajiunge na Chadema. Ninafikiri au ninasema kwamba hakuna chama kingine mbadala wa Chadema. Hatuna chama kinachohubiri demokrasia. Hatuna chama kinachopigania kwa nguvu zote mpaka kujitoa uhai kama Chadema. Walio wengi ni waoga, walio wengi ni waongo, na wanaingia huko kwa ajili ya njaa zao tu, wananunuliwa ovyo. Lakini hebu weka mwenyekiti wetu, hebu weka wale katibu wetu mkuu, hebu weka Heche makamu wa mwenyekiti, hebu angalia wale vijana. Ni tofauti na vijana wa sasa waoga, ni tofauti na vijana wa sasa ambao hawapiganii Watanzania, hawapiganii uhuru, kwa sababu nchi yetu tunahitaji tupate uhuru wa kweli, na tunakoelekea ndo tunaelekea kwenye uhuru wa kweli wa kidemokrasia na kimaslahi, ambayo tunapigania watu wawe na haki zao, watu wapate haki zao, wafanye kazi na kipato chao, wakione kwamba tunafanya kazi tunapata hiki. Lakini sasa hivi tunaminywa, si wakulima, si wafanyakazi, si wafanyabiashara. Kwa kweli nchi haiko salama, na waomba kina mama wajiunge na jeshi la ukombozi, jeshi la Chadema. Mimi mwenyewe nimefanya mengi sana, nimeshagombea udiwani wa kusimama wakati, sio wa viti maalum, kwa sababu sipendi vitu vya bure. Napenda tujitegemee, tufanye kazi kweli, Watanzania watuamini, na mimi nina hakika Watanzania wameshaanza kutuamini. Watanzania wanajitambua saizi, hawaburuzwi. Asante. Mama, ikitokea Chama cha Mapinduzi kina tabia ya kununua watu na ili ukiwa na nguvu wakusitishe nguvu zako, wewe imeshawahi kutokea wakakufuata? Ni kweli wana hiyo tabia, si tu kukununua, lakini pia kukutenga, yani kukudhoofisha, uweze kusema mbona niko peke yangu, ngoja nitoke niende huku wanakoniambia niende. Lakini ukiweza kupambana nao, ukasimama, wakakuona una msimamo, hawakufuati tena. Mimi pale ninapoishi, mimi naishi Peramiho, lakini mtaani naoishi mimi, ukitaka kunipata uliza kwa mama Chadema. Ukiuliza kwa Modesta Edward Kongo unipate. Uliza kwa mama Chadema. Kwa hiyo Peramiho nzima mimi ni kama maharage ndani ya mchele. Asante mama, asante mama. Una neno la mwisho? Neno la mwisho labda nimpongeze Mzee Ruta, nimpongeze viongozi wetu hapa kwa kutufikisha hapa. Mmetujali, mmetuheshimu, mmetuheshimisha. Kwa kweli nina furaha sana sana sana, na hili naona zoezi lingekuwa endelevu, liendelee. Lakini kama tungekuwa na uhuru ule wakati ule, nilisema zitengenezwe semina nyingi kwa ajili ya watu wapate elimu. Ninasema kuna watu wanapenda Chadema lakini hawajui Chadema ni kitu gani. Watu wanasikia tu neno Chadema lakini hawajui maana yake nini. Mimi ningeomba hata uongozi wa kitaifa, kama kuna uwezekano, kwa sababu kwa mminyo mtu ulionao, hata ukienda kuandaa hizo semina mtaambiwa wahaini. Kwa hiyo ningeomba kama kuna uwezekano watengeneze zile semina zirudi kama mwanzo, watu wapate elimu. Watengeneze program za watu kuzungukia maeneo, manake wananchi wako zaidi vijijini, sio mjini. Mjini watu wanahangaika sana na biashara, na kidogo wenzetu wana vyombo hivi vya media, wanaangalia, wanauelewa. Lakini yule mtu wa kijijini hajui Chadema ni nini, hajui demokrasia ni nini. Yeye mradi anaamka, anakula ugali wake, mambo yamekwisha. Asante sana. Asante sana. Mimi nikushukuru mama, nikushukuru kwa uelewa, kwa uwezo mkubwa. Ndio maana umedumu mpaka leo. Kama uko una uwezo namna hii, nafikiri ukishatoka muda mrefu sana. Mwenyekiti wa kanda, nafikiri mimi niseme machache kama kiongozi wa mkoa. Kwa jina naitwa Kenan Mkuzo, mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Ruvuma. Ndugu zangu wana Ruvuma, tumepita kwenye mazingira magumu sana.
hatukuingia kwenye uchaguzi. Chama chetu kilitupa maagizo ya kwamba tunahitaji katiba na tume huru, vitu ambavyo havikufanyika na chama chetu wakikuingia kwenye uchaguzi. Ninachoweza kuwaomba wazee wa mkoa wa Ruvuma, tuendelee kukamatana, tuendelee kupinga mambo yote yanayofanyika ambayo sio ya haki. Uhai wetu ni wa muda mfupi. Vivyote tutakavyofanya ni lazima uhai utoweke. Tusikubali kuona kwamba tunaumizwa na tukafurahia. Wazee wote kwa njia yoyote ile, tuwaambie vijana wetu wapambane kwa maslahi ya nchi yao. Na vijana hawezi kupambana kama wazee tutakuwa ovyo ovyo. Tunatakiwa tuwaambie kwa hekima vijana, tuwaeleze historia ya Chadema ilikotoka, kama wazee wetu walivyotuambia faida ya kuwa ndani ya upinzani na faida ya upinzani kukamata dola. Hebu fikiri, Chama cha Mapinduzi kina miaka zaidi ya 60 na kitu sasa, wako madarakani, lakini Watanzania wanaendelea kulia, Watanzania wanazidi kuumia, watumishi wanalia, wakulima wanalia, wafanya biashara wanalia, kila sekta inalia. Nchi hii ni ya kwetu wote. Nchi hii si ya CCM wala sio Chadema, ni nchi ya Watanzania wote. Tunamuomba rais wetu aweke umoja wa kitaifa, atapata heshima kubwa sana na hata mataifa ya nje yatamheshimu. Aweke umoja wa kitaifa kwa kuwa Tanzania wote nchi yao ndio hii. Hayuko Mtanzania ambaye nyumbani kwake ni Ugiriki, England au Malawi. Basi awajenge Watanzania hawa. Taifa letu tumezoea na tunalipenda kwa umoja tuliokuwa nao tokea enzi ya baba wa taifa. Hali hii sasa aliyojenga baba wa taifa inatoweka huku tukiangalia. Sidhani kama itakuwa busara. Viongozi wetu hawa ni Watanzania. Viongozi hawa wanaijua Tanzania vizuri toka ilikotoka mpaka hapa ilipofika. Sidhani kama ni busara njia hii tunayokwenda nayo sasa ikawa endelevu. Wasituke mapema, tukae mezani, tukae kwa pamoja, tuijenge nchi yetu. Lakini kama hali itaendelea, wengine wakawa na manunguniko, wengine wanafurahia keki ya nchi, wengine hawathubutu, hawatakiwi hata kusema, sidhani kama nchi hii itakaa sawa sawa. Hatuiombei mabaya, lakini viongozi wetu ndio watakatupeleka huko. Viongozi wetu, narudia tena, ndio watakatupeleka huko. Tusitarajie na tusipende kufika huko. Mungu atubariki sana, awape hekima viongozi wetu. Mungu awape busara viongozi wetu. Washauriwe vyema. Wawaambie Watanzania mambo mema. Tukae kwa pamoja, tujenge nchi yetu. Nafikiri hata Mungu atakuwa nasi. Mwenyekiti, mimi narudia tena kama mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Ruvuma, vijana wapambane juu ya mkoa huu. Lakini wapambane kwa hekima. Wasipambane kwa vurugu. Tupambane kwa hekima, tukionewa tuonewe, tukijua kama tulikwenda kwa hekima lakini tumeonewa. Tusiwape fursa wenzetu waseme hawa tumewaumiza au tumewafunga kwa kuwa waleta fujo. Hapana. Tudai haki zetu kwa hekima na kwa utulivu. Sisi wazee tuelimishe vijana. Tuelimishe vijana wadai haki zao kwa utulivu. Lakini haki ikitoweka kabisa, vijana hawa ndio wanashindwa. Ndio haya yalitokea tarehe 29 na tarehe 30. Si jambo jema na sio jambo zuri kwa Tanzania. Ni maumivu makubwa. Maumivu haya sidhani kama tutatoka, donda hili sidhani kama tutatoka ndani ya mioyo ya Tanzania. Narudia tena, kiongozi wetu mkuu aliangalia taifa hili kwa moyo wa huruma. Taifa limefikia mahali pabaya. Yeye ndio mwenye maamuzi ya kuliweka sawa taifa hili au kulibomoa taifa hili. Mwenyekiti, mimi nimemaliza, labda nikupe sasa nafasi mwenyekiti wangu wa kanda, nawe utuasi, utushauri juu ya kanda yako, tufanye kitu gani?
na utupe mwelekeo au utupe maagizo tufanye kitu gani. Asante sana mwenyekiti, asante sana wazee. People's Power. Mimi nilitoa ushauri, mapendekezo, maoni kabla ya makamu wangu mwenyekiti wa taifa hajatoa. Nilitoa mimi kikanda wakati naumwa sana, niko kitandani. Masisitizo yangu kama mwenyekiti wa baraza la wazee kanda ya Kusini, nilisema serikali iliyopo sasa ijiuzuru. Kwa nini iko pale au imepora mamlaka kwa raia kwa mtutu wa bunduki, yaani imefanya ujambazi? Ushahidi upo. Serikali ya sasa hivi imefanya ujambazi wa kuua raia wengi, raia kwa umma, raia kadamnasi, wakachukua madaraka kwa nguvu, na ushahidi uko mitandaoni. Watu walikuwa wameenda pale kuchagua, wakarusha sanduku la kura, imeonekana mitandaoni sehemu mbalimbali. Hata wanaposema rais amechaguliwa kwa kura 30 na ngapi, 32 31 milioni, si kweli. Ushahidi Mbeya, Ruvuma, Dar es Salaam, Arusha, amechaguliwa kutoka wapi? Wamerusha masanduku, wamevunja kabisa. Wewe umechaguliwa Rais Samia Suluhu Hassan, umechaguliwa kutoka wapi? Hakuna kura zilizothibitisha kama wewe ni rais, isipokuwa hii tume huru ya kanjanja, ya kihuni, ya kitapeli imefanya mahesabu ya ofisi tu kupitisha kuwa rais. Sasa mimi nasema hivi, serikali yopo ni haramu, serikali ya kijambazi, imepora mamlaka kwa mtutu wa bunduki kutoka kwa raia wenye mamlaka, na mamlaka ya serikali inatoka kwa raia. Sasa kama imewapora mamlaka kutoka kwa raia, hii serikali ya sasa ifanyeje? Ijiuzuru, itoke madarakani. Na kama haitatoka, haitatawala kwa amani. Hakuna kuwepo na amani, kwa sababu haki haipo. Haki ikiwepo tu, yaani matokeo ya madaraka yatokee kwa haki, hapa amani ipo. Kwa hiyo kama wanataka amani, basi itimizwe haki. Na haki itatimizweje? Hii serikali ya sasa iliyoko madarakani ijiuzuru, ufanyike uchaguzi mpya wa haki kwa kupitia tume iliyotokana na katiba mpya. Baki sheria za tume huru za uchaguzi zitokane na katiba mpya. Katiba mpya itoe sheria. Sasa Samia anasema katiba kitu gani? Katika kitabu tu. Katiba ni amri ya kila mmoja aitimize. Ndio maana mahakamani kuna mahakama katiba. Kuna mahakama kuu ya katiba. Hii imekaa kikatiba kwa upuuzi. Imekaa pale kwa utekelezaji wa haki. Sasa mimi nikikosea katiba na kamatwa, anaweka ndani. Mtu yoyote akikosea katiba, akikataa kutimiza yale majukumu au mamlaka ya katiba yaliyotolewa, anakamatwa, anapelekwa mahakamani, anashtakiwa. Wewe kwa nini hujatekeleza sheria ya katiba? Ukithibitisha unafungwa. Sasa Samia anatuambia kwa kitabu tu. Katiba si Biblia. Katiba si Kurani, kwamba tuiamini kwa kuiamini, yani hiari ya mtu. Na amri zile 10 za Mungu
unazitekeleza kwa hiari ya mtu. Katiba ni amri ya kila mmoja. Ukikosea unakamatwa na polisi. Kwa nini? Umekosea sheria za jumla tulizoamua sisi wote. Sasa yule alioamuru mauaji ya tarehe 29 ya kupora mamlaka ya raia ya kupora kwa ujumla yale mamlaka ya raia, haki achukulia hatua. Sasa katika sheria za kikatiba rais hashtakiwi. Kama hashtakiwi, sisi tunaishtaki serikali nzima ambayo inamjumuisha rais ndani. Kwa maana hiyo tunaiangusha serikali nzima ya Tanzania. Serikali hii ni haramu, serikali hii ni ya kijambazi, serikali hii imefanya tuhuma zote mbaya. Asante mwenyekiti, hii inafahamika na Watanzania wote wanajua hicho kitu ambacho si cha mficho. Lakini tunaelekea kwenye kumbukizi ya chama chetu tarehe 21 ambayo ni kesho. Chama kina miaka kama 33 sasa. Watu wa kanda ya kusini unawaambia wafanye kitu gani juu ya kumbukizi ya chama chetu tarehe 21, yani kesho? Kwa kweli kumbukizi yao ijumuishe ya miaka yote toka chama kimezaliwa hapo mwaka 92 na kikaja kusajiliwa kisheria 93. Wakumbuke yale mazuri tuliofanikiwa Chadema, ila yale mabaya ndiyo iwe dira yao ya kukataa ubovu, kwa sababu hatukushughulikia vizuri katiba. Tungeshughulikia vizuri katiba, leo hii tusingezungumzia haya. Ina maana wenzetu chama kilipopata madaraka vizuri, ubunge, udiwani, wakasahau kushughulikia katiba. Hata kama walishughulikia na walikuwa wanapambania, hayakuwa makali kama sasa hivi. Sasa hivi katiba yani madai ya katiba ni makubwa, lakini inaonyesha historia pale chama kilipopata madaraka kilijizuka, kilipumbazika kwa sababu kimeshiriki kula mkate. Hivi madai ya katiba hayakuwa makali kama sasa hivi. Kwa hiyo hii dosari hii ni kubwa. Kwa hiyo sasa hivi tunataka katiba mpya, lakini kwanza hii serikali ijiuzuru, itoke kabisa madarakani, na tutumie kila njia, taasisi za kimataifa, taasisi za ndani ya nchi, taasisi mbalimbali tuseme, na vyama mbalimbali. Tunajua vyama feki vinavyoshirikiana na CCM vinapokea fedha huku na huku, lakini sisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho kinang'ara kwa kupambania haki, tunapaswa kuongoza hili jahazi la kutetea haki kwa kupitia katiba mpya na tume huru, na halafu hii serikali ikae pembeni. Asante. Wewe ndio muhimili wa baraza la wazee kanda ya kusini. Ndio. Unawaambia nini wazee wa kanda ya kusini juu ya hatima ya nchi yetu? Kwa kweli kupredict, yani kuangaza au kutabiri huko mbeleni, wenzetu wameshika mtutu wa bunduki. Yani kusema kama tupambane vipi, kuna masuala ya utekaji wanafanya siri. Kwamba fulani huyu inaonekana anadai sana hii katiba, anadai sana tume huru. Kwa hiyo kumkamata kisheria atatoka mahakamani. Sasa huyu dawa yake ni nini? Kumteka. Sasa kwa matarajio, wazee tusiogope kutekwa.
tuendelee kupambana. Tukikaa kimya utakuja kutekwa kwa hoja nyingine. Tuendelee kupambana na kudai na kuiangusha hii serikali, tupate serikali nyingine ya haki. Asante. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Demokrasia Taifa ATPAS Tundu Lissu, Watanzania wote wanajua kwamba yupo gerezani, lakini katika watu ambao walikwenda kushuhudia kesi ni pamoja na mwenyekiti wako wa mkoa wa Ruvuma na mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Ruvuma, walienda kushuhudia kesi huko ndani ya siku 2. Wewe unawaambia wazee na wanakanda ya Ruvuma tukamatane kwa mtindo upi ili kumtia moyo mwenyekiti wetu ATPAS Tundu Lissu? Mimi kama kiongozi wa kanda ninayeongoza mkoa huu wa Ruvuma, mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara, wote nahamasisha wale wenye uwezekano wa kusafiri kwenda kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, waende pale kwa wingi. Ile ule au kadamnasi kubwa ile ni ushahidi wa kuonyesha kwamba huyu ametuhumiwa kesi hii mahakamani kwa kubuma, yani kwa kugushi. Mahakama yenyewe, wale majaji waone hata aibu, licha kusema kwamba ni vibaya kuongea kitu kilichokuwa mahakamani, lakini kwa ujumla mwenyekiti wetu ameonewa, amebambukiwa kesi ya kisiasa ili tu aonekane muovu, anyongwe mpaka kufa, kitu ambacho hakiwezekani, na atashinda kesi. Kwa namna nyingine amezulumiwa maisha yake kwa kipindi chote amekaa magerezani. Kwa kweli haki inabidi itendeke, hata kama akitoka magerezani, haki inabidi itendeke ya malipo yake ya kukaa magerezani, ya malipo ya chama. Maana mwenyekiti ukimweka gerezani, maana umekihujumu chama chake. Maana hapa tunataka chama cha Chadema kifikiriwe hujuma yake ya miezi yote hii mwenyekiti yuko gerezani. Asante sana mwenyekiti. Tunaona baada ya vitimbwi kuanzia tarehe 29 mpaka 30, Chama cha Demokrasia Maendeleo bado wanachama wake na viongozi wamekamatana sana, na inaonyesha mkamatano huu umeongezeka maradufu. Hivi unafikiri ni kwa ajili ya nini huu mkamatano na umoja huu umekuwa mkubwa zaidi licha ya mateso ambayo wanachadema wameyapata? Mkamatano huu, umoja huu sasa hivi umekuwa nguvu kwa sababu madai ya Chadema yamekuwa madai ya wananchi wote wa Tanzania. Yaani ni madai ya raia wote. Ilivyoonekana kwamba Chadema wanadai madai yale, kila mmoja anayehitaji. Hivi tuna wanachama wapya kutoka, yani watakaye ingia kutoka CCM, kutoka vyama vingine. Sasa hivi wameona chama cha sahihi ni Chadema. Hivi wale viongozi wanajiuliza, kama watu tu wa nje wamekuwa umoja hivi, wanataka kushikamana na Chadema. Sasa mimi kiongozi niende wapi? Ndio viongozi wameshikamana. Yaani hii imetokana na hisia za umma wote. Za hisia za kisiasa za umma. Asante mwenyekiti. Tumeona wakati ule tunaelekea kwenye uchaguzi, watu wachache ndani ya chama chetu walikiasi chama na kujiunga na vyama vingine, na sasa wanajutia, wanahamu na wanafikiri kurudi kwenye chama chao cha asili Chadema. Unawaambia nini? Na kwa lengo la kujenga chama chetu, unafikiri hawa tuwakaribishe au tuwaache? Toa maneno ya hekima zaidi. Chama ni watu wakiwa wengi
ndo chama kinakuwa na nguvu. Makosa yapo ya kisiasa, nao wao walikuwa wachache tu, walikimbilia Chauma bila kuficha, wakaenda kule kwa tamaa kwamba huenda wataweza kushinda ubunge, wataweza kushinda udiwani. Sasa wameshindwa kushinda. Sasa hakuna mahali, na wenyewe wanasema na wananchi tena kuzomea wenyinyi mlifuata nini huku wanazomewa. Sasa wanakuja kwetu, wacha warudi kama mimi kanda yangu hii ya kusini, yaani wale wote warudi tu na wakaribisha, ila watakuwa chini ya uangalizi, hawatapewa madaraka ya uongozi kwa sababu walitusaliti, walifanya chama chetu kuwa dhaifu. Asante mwenyekiti, umeongea kwa muda mrefu sana kwa maslahi ya chama chetu. Una neno gani la mwisho ambalo litawakonga roho wanachama na wazee wa kanda ya kusini? Mimi wazee wote wa kanda ya kusini nina ujumbe wao. Ujumbe wao wanataka serikali hii ijiuzuru, na kama tujui njia ya kujiuzuru, tutafakari upya njia gani tutumie hii serikali ijiuzuru, kwa sababu ni serikali ya kijambazi, imepora mamlaka ya raia. Hivi hatujui malengo ya kupora mamlaka, wenda ni kupoteza rasilimali za nchi wazitumie wao binafsi, wenda kutumia treasury, yani fedha ya akiba ya taifa, watumia wanapoitaka. Asante sana mwenyekiti, kwa kuwa katiba yetu nasema kiongozi mkuu ndio anayefunga kikao, basi uongee maneno machache na baadaye utufungie kikao hiki kwa kumshukuru Mungu. Tunaanza na Mungu na tunafunga na Mungu. Karibu mwenyekiti. Mimi kwa hatua ya mwisho namkaribisha Mama Kongo aweze kufunga kwa sala, kwa sababu kwa kufuata jinsia inafaa mama huyu atufungie sala. Kwa hiyo asali na baadaye tufungie kikao. Umemruhusu Mama Kongo. Basi Mama Kongo, kwa heshima na taadhima, karibu sana mama. Tulianza kwa sala, tunamaliza kwa sala, lakini pia umepata heshima kubwa na mwenyekiti wa kanda kutufungia kikao muhimu sana cha baraza la wazee mkoa wa Ruvuma. Amina. Mungu wetu na baba yetu, tunakuomba, tumefika mahala hapa, umetusafirisha vema, tumeongea kwa hekima ambayo wewe umetuongoza Baba. Tunashukuru na tunamaliza, tunaomba uturudishe kule tulikotoka kwa hekima ile ile, tuende tukaendeleze yale ambayo tumeyapanga, yale ambayo chama kinatutuma tukafanye, yale ambayo wanachama na niseme Watanzania kwa jumla, kwa maana tunahudumu sio tu kwa wanachama, lakini tunahudumu kwa Watanzania wote, kwa maana ya ukombozi na Watanzania wote. Tunakuomba Baba ukatufikishe salama, ukafikishe ujumbe kwenye mioyo ya Watanzania wote, waache kuwa waoga, waanze sasa kujiamini, wasimame na nchi yao, wapiganie nchi yao. Tupigane na hawa viongozi madhalimu. Mungu utuweke kwenye mikono yako salama, katika jina la Yesu. Amen. Funga tu.